la Bwana. Karibuni katika majifunzo ya kaya na familia, tuweze kuona ni jinsi gani tutajifunza katika familia zetu au katika ndoa zetu katika mchana huu wa leo. Nadhani Alhamisi tuweze kukumbushana kidogo. Tulijifunza kichwa kilichokuwa kinasema familia ya Elimeleki. Tulikuta kwamba jinsi baba alivyokuwa na mke wake aliyekuwa anaitwa Naomi. Hapo walipokuwa wanaishi, tunakuta kwamba Elimeleki alikufa akamwacha mama pamoja na watoto wawili wa kiume. Kwa tukajifunza kwamba huyu Naomi aliendelea kuwalea watoto, akawafundisha maadili ya Mungu, wakaweza kumjua Mungu na wakakuwa katika hekima na adabu, wakimpendeza Mungu pamoja na wanadamu. Sijui mnasemaje? Kwa tuliangalia vitu vingi sana, tukakuta kwamba jinsi tunavyoweza kuwaheshimu wazazi, hasa mama mkwe na mama mkwe waweze kutupenda. Tuliangalia mfano kwa Lutu. Kwa tukakuta jinsi yeye alivyomheshimu mama mkwe na mama mkwe akampenda. Kwa hiyo katika siku hii ya leo kuna familia nyingine kielelezo. Hii ni familia ya Hosea. Tutajifunza familia ya Hosea nayo iliishi katika mfumo upi na maisha yao yalikuwaje. Tutaweza kuangalia katika siku hii ya leo. Nipende kumkaribisha msomaji aweze kunisomea. Hapa kuna kichwa kidogo kinasema familia ya Hosea. Ndoa ya Hosea na Gomeli ni nadra sana kuonekana katika siku zetu. Jinsi Hosea alivyoshughulika na matatizo ya mke wake ambaye hakuwa mwaminifu ni changamoto kwa wanaume wa leo. Pamoja na Gomeli kuolewa na Hosea, watoto aliowazaa walipatikana kwa njia ya uzinzi. Hakuwa anamjali mume wake, pamoja na kwamba alikuwa anatimiziwa mahitaji yake yote. Hakuna alichotafuta kwa wanaume wengine ambacho hakikuwepo nyumbani kwake. Asante. Kwanza kumsikiza kidogo. Tunakuta kwamba familia ya Hosea, jinsi Hosea alivyomuoa mke wake aliyekuwa anaitwa Gomeli. Huyu Gomeli anasema kwamba eti ni kazi sana kuwafundisha watu wa kipindi cha leo, hasa wanaume. Kwa sababu tunakuta kwamba Gomeli alikuwa ni mwanamke ambaye hakuwa mwaminifu katika ndoa. Anasema hata watoto wake walizaliwa katika njia ya uzinzi. Kwa hiyo tunakuta kwamba huyu Hosea walipokuwa wanaishi na mke wake Gomeli, Gomeli hakuwa mwaminifu. Yeye pamoja na kwamba vitu vilikuwa vingi ndani ya nyumba yao, walikuwa na mali nyingi, Hosea alikuwa amejitahidi sana kutafuta mali, kupambana kila hali na kila linalowezekana wakapata mali na wakapata vitu vingi sana, lakini Gomeli hakuwa mwaminifu. Aliendelea kuwatafuta wanaume wengine na huku hawakuwa anampa hata kitu chochote. Yeye alikuwa anachukua mali ya pale nyumbani na kuwapatia wanaume wengine tofauti na Hosea. Kwa hiyo maisha haya ya leo, hivi ni mwanaume gani anayeweza kustahimili awe na mali lakini mwanamke awe anachukua na kuwagawia wanaume wengine kwa sababu eti wampende na sijui hajalizika na mume wake? Sijui kuna mwanaume anayeweza akavumilia mambo hayo? Kwa kipindi hiki cha sasa tunaona hakuna mwanaume anayeweza akavumilia, haiwezekani. Lakini unapoendelea kujifunza kwenye kitabu hiki, tunakuta kwamba yeye Hosea pamoja na mke wake kuwa hivyo aliendelea kumvumilia, lakini ilifika muda naye alichoka.
kwa sababu yule mama vitu ambavyo vilikuwa pale nyumbani amevimaliza. Sasa ikabidi aone vya kufanya. Endelea mtumshauri. Wanaume hao walipofanikiwa kumkosanisha na mume wake na kuharibu uzuri wake, walimtelekeza. Akajikuta akiishi maisha ya kahaba. Hata katika maisha haya ya kujiuza, bado hakuna mtu aliyemtaka. Aliyakumbuka maisha mazuri ya ndoa aliyoishi na Hosea mume wake, lakini hakuwa na ujasiri wa kumrudia kwa sababu ya maovu ya aibu aliyoisababisha kwa mume na watoto wake. Asante. Mala na bino taya. Paa. Pano halo la chibaba wii. Na chichimama wii. Pano ichiza chalo lega kwamba. Ani chibaba uendele kumuvumilia. Wamuvumilia. Lakini wakanukuta. Ihali hii. Ya uzinzi. Yene atina kwangu kutubi. Pani vitu ya sisilu muhanda mumwa. Wii. Wapita. Waya kuko awazu kuikala. Na kaili kuko kunotaya. Ukumuka mumakasa yako mutali na kachimwasha zile minwe. Ya chibaba yonsi ya neapela maka mlonda. Yanzu kumutuka. Pano kusichimu. Yene kitungati haya makuno ya kalie tanzi. Ituzano kutuvilini ya mukana vivyo. Hata nzu kuishi maisha ya mwaipe sana. Ya makukujipendi chilelo wanu tangu ya tamani. Dinatendele ukuishi. Atendele kuishi kutali na tawenga wino angamukombola. Anasema hakuna hata mmoja anayeweza kumtamani tena. Ameshakuwa na sura mbaya. Ameshakuwa na hali ambayo wala hatamaniki kwa watu. Wote wameshaanza kumkimbia. Sasa wa kumkomboa ni nani? Ukiendelea kusoma tunakuta kwamba aliyekuwa amemkomboa ni Hosea mume wake. Akavumilia pamoja na matatizo yote aliyokuwa nayo Gomeli. Wakati amechakaa, ameanza kukaa majalalani, na watu wote waliokuwa wanatembea pale wanamkimbia, na hata wanaume aliyekuwa wanaenda nao wanaanza kumkimbia kwa sababu ameshakuwa ni mtu mbaya, amechafuka, wala hatamaniki. Hata kwa kipindi cha sasa tunaishi katika kipindi hiki cha mwisho, tunakutana na changamoto kama hizo. Maganu wikolo wajitahidi sana kulonda. Yani waitaka chila lino liweze kine saa 11 hata pitu kumbyalo. Akuwa ilusiku ila nziliwa. Ninakwiza akuchula uko ajili ya kuti. Ale ni familia yako pamoja na uwebuti wakwe. Lakini tuzani kwa kwamba itu kwa suami nifu umumanganda. Aingi sana. Yani badali ya kuzingati uikolo utuanzi kukolekana na Gomeli. Tutitambia kukolekana na Gomeli. Umuda huu mwaneleza kutusambizia ukukufitili chisa choko Hosea na Gomeli. Vinotua ishi. Tuye ya tuyaminifu mumanganda. Tuye ya tuyakweshi mindoa zitu. Tuye ya tuyakweshi muijamii. Uzemi hazi ukukunena ya kuti uwi na mwena wiyonga wachele wikepa muzi. Yani kulapa nukupita. Ukupita ya chimama ya uzezi kusinyizi hanya. Yati ye mungu mulona. Na mutondo ya nina fulani. Na mutondo na yazanyi na fulani. Usieka ningo. Asa ningo. Na chipi ya kwene zino tukulonda. Sisi pia ya pombu. Isi ya ibu. Nepizi zambi. Uzizi wadi kwa muli Biblia na tumui amuli. Yati usizini. Amuli ya 7 inasema usizini. Lakini watu wa kipindi hiki cha leo tunaendelea kuzini. Jamani, tuachane na mambo haya. Mbingu hatutaiona. Alarumwana leza kuiza itoazi huku timwe. Wafa hivi na nao banga vipi kwene kila ilo cha yauli na fulani wapita washa. Kwa hichi na wao banga chikari cha pombu. Ile nubayi wapu kufisama. Lakini umweneleza wene. Amaso yako ya kupela yaliposi. Na tunga ukafisa mungu mwamba mulina kusu. Akukulola. Na tungiji lumunga ndaino na taumwa sitala ingile. Lakini maso ya mweneleza ya kulola. Akulu wanda kukufuma.
Ukuna nikionga sile kwanza kubwa iazi kufrequency ya iye fulani ya kutihari na fulani. Gafaa yuna wa ile wa mlona kuko kuku vichaka weni. Ishikanu kumanyika wino wa ile wa alona. Kwa hiyo, jamani munganganda tuchindikane. Kila wenga na wenga. Tuchindikane. Tule kumweneleza, atusaidie, atupele maka akuti. Uze kwaini. Ichakuti nino mutindo uno ukole kinenu wako gomeli. Nikezi anikuta ukumwata wa ulu. Uleke itachikolekana na mama ulu. Mwe, ani papa ya kuutuka. Na yaka utuka. Yani yaka utuka ianzi ukuti na mwena wiyo. Na yanoiza anga mutondo kwene. Ile nuko ndone kianzi ukuti na mwena wiyo. Na takala seta mudangu mulole. Na tatuapo mudangu tulole. Ati baba ya sisele mbampome. Manyeso na soda mudangu mulole manu kuhipa. Yani ukuhipa. Ila banu chilu kufulala. Ukutiboresha. Ukutoli vya munganda ilo tibaba uya wanga ikawachura sana. Kutola vitu vivyo, itusumana magauni, ituya tunyutani nyele, itukiela ni milomo kwene, ni kote kwetu ziika ningo. Uko sababu ya kutibwila taka muka fulani, ankunde, awe. Kitabu sitaili vivyo. Tibu sitaili, swezi, umuzi huu. Kusiwino si kujifunzanga itambia pomvu umunganda na tumukanisa. Yonsi ya kupela kusambilila. Na chitutanzi zilelo ukufwanila amazuya. Atuiki aziapiti. Lakini ukupitila ni chipindi chino tuafikila ichilelo. Atutukuyembuka. Jamani tutukuyembuka. Umweneleza washaize. Maya muya maji lelo lina yanzizi ukutu mweneleza washaize. Na mtondo nkuyende niye. Ala kuzani kizia papo kweni. Papo kweni panuli alipanula kuzana. Nguyazi ukuti faichila yonda kanga fani kweni. Kwa hiyo kufikulu muda huu. Chila wenga na wenga. Ayelenganye kwamba itambi ili uli. Na chitatale ya koma. Kakulu tatale waipa. Tutupu kumweneleza. Atuelele. Tuye ya tuya maombi. Tuelenga nyeleza wenga kweni. Nuwikolo wane wenga kweni. Winondu mumakasa yakwe. Aendele efuya bali kwa mwinane. Wia kuwa wino mulemashe mwendele ukuloka. Mwendele ukulozi vitu vina vingamfweni umunganda. Nana, yelo lumufano. Umuyazazi. Yangalo lumufano vinu kupita. Umufano wako uipe. Na tanda kweni yakanzi kusula. Tuchimile chilenge ana ize atusule. Na tuyosa mumuzi ize atusule. Pano tutatala tuwaipa tuwakole kanana gomeli. Maize tukombole, uikola isa kukombole pano wacha kawaipa. Kanzi mukufula na upya. Igalama. Anga tuwaweze chicha kwene vinu mweneleza waniki vinu tuiki lumwizambi. Uiza wawela. Sakalisa wafua panu panda kwa jilitu. Na tuokole. Na kaili tuanzi kumuwezi ya papa kwene. Kwa kweli tuanzi kujifikiria. Tujichunguze mienendo yetu. Tujichunguze tabia zetu. Ziweze kuakisi tabia ya Mungu ili tuweze kufaa katika ufalme wake. Nadhani jioni ya leo nisiwachoshe sana. Wakati muda huu mume wangu anaposogea hapa, naomba niweze kuimba pambio. Namkaribisha Jusi Filipo Sichilima huko uliko, usogee hapa. Nini